Tambulisha hapo awali kwamba niko na wataalamu wa mfumo wa Nilale Wapi. Ni mfumo ambao umekuja kurahisisha pia na kutoa mchango mkubwa kwa watumiaji mbalimbali ambao wanahitaji labda malazi mbalimbali, sehemu ya kwenda ni sehemu gani. Lakini yote hii ni baada ya kuona kuna chachu kubwa, mwamko mkubwa na ukuaji kwenye sekta ya utalii. Kwa hiyo vijana wamekuja na ubunifu. Hongereni sana. Asante sana. Tuanzie hapa kwa Bwana Ali Seif. Nilale Wapi ni nini? Bila shaka kila kijana ana ndoto za kuweza kufika mbali. Kwa hiyo nadharia nzima kabisa Nilale Wapi kama sisi vijana ambao wengine ni watafutaji, watembeaji katika maeneo tofauti tofauti. Zile changamoto ambazo hasa tunakutana nazo katika zile sehemu, tunahitaji kupata sehemu za malazi. Kwa hiyo Nilale Wapi ikaja kwamba mtu awezi kupata urahisi wa kulala sehemu ambayo anaona kwamba itakuwa ni nafuu kwake. Kwa hiyo mantiki nzima Nilale Wapi ni kupata sehemu itakukuwezesha manake upate utulivu bila kuwa na tatizo lolote, kwa sababu walio wengi wanaweza katoka sehemu kutaka kwenda kulala, lakini kuna changamoto katikati zikapitia hapa ikawa ni shida, masuala kutapeli na nini. Wafanya biashara wengi pengine nataka kufanya vitu digital zaidi, simu yake manake imwezeshe kufanya kitu kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo Nilale Wapi ni nadharia nzima ambayo kwamba inakuwezesha wewe kuweza kulala sehemu ambayo ni salama na rafiki, ambayo wewe mwenyewe binafsi unajiridhisha. Kwa mfano unataka kwenda Dodoma. Dodoma tunajua kuna muda wake zile hoteli zote zinakuwa zimejaa nyingi, na unapata shida, unakwenda sehemu ambayo hata pa kuweka ile, yani unakuwa ni tabu kiasi fulani. Na alafu ukiangalia jambo lingine kwamba mifumo iko mingi. Lakini kama mifumo iko mingi, sisi wa Tanzania ambao ni vijana, kwa nini tusitengeneze kitu ambacho pesa zetu zitabaki hapa Tanzania? Ndiyo. Kwa sababu walio wengi mifumo yao ni nje, pesa zote zinaingia nje. Lakini kama sisi tukitengeneza mfumo ambao utakaowezesha zile pesa zetu kubaki hapa Tanzania, na sisi kama vijana kupata fursa kutumia zile pesa kutengeneza mambo mengine. Maana wewe kabla ya safari yako una uwezo sasa wa kupitia Nilale app yetu na ukatafuta sehemu ambayo unaona kwamba itakuwa ni sahihi kwa safari yako kule unakokwenda, ukafanya booking ambayo sehemu unataka, ukapitia na ukakagua kila kitu, ukajiridhisha kuanzia sehemu unakwenda kulala, location, hata price yao. Na kizuri zaidi manake katika mfumo wetu hoteli au nini yoyote ambayo itakuwa inaingia lazima kuwe kuna punguzo. Ndiyo. Ili kumlinda sasa huyu ambaye mtumiaji, kwa sababu kwenda physical tu unaweza ukapata shida kidogo, lakini ukitumia mfumo utakuwezesha sasa kwanza kupata punguzo. Walau kidogo kwa kuna punguzo la kumfanya mtu aweze kutumia mfumo na kumrahisishia kupata ile hoteli ambayo unataka yeye kwa uzuri zaidi. Maana kila kitu kiko wazi, anakiona kabisa, yani kama ni room anaiona, ni kitu gani, kila kitu kimo mule manake. Yani mpaka mawasiliano ya kwamba moja kwa moja unampigia kabisa mhusika, nimeona kitu fulani, vipi kikoje, nakupa maelezo, ndio ilivyo na kila kitu kipo. Nitakuja kwa Musa. Ukuaji wa sekta ya utalii ndicho ambacho kimewapa mchango na msukumo wa kuwa na ubunifu huu? Bila shaka, na ni sababu mojawapo iliyotufanya pia tulitumie hili soko sasa hivi. Na mfano mzuri rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia takriban mawiki kadhaa hivi alikwenda nchini Angola. Na kule alitumia nafasi kuitangaza Tanzania kiutalii. Kivipi? Kuruhusu wana Angola kuja Tanzania kufanya utalii. Ni moja fursa kubwa sana, kwa sababu mwana Angola anapotaka kuja Tanzania kupitia Nilale Wapi app itamsaidia. Yeye ni mgeni anataka kuja Tanzania, lakini kupitia app itamsaidia na itamrahisishia sasa kuona sasa na kwenda huko, je, katika huduma za kulala nafanyaje? Anaingia kwenye Nilale app, ana search. Tuko takriban Tanzania nzima. Akisearch tu nataka sehemu fulani, nataka kwenda sehemu fulani, nataka hivi, inakuwa ni rahisi. Badala ya kutumia mifumo mingine ambayo haipo Tanzania, aingie aanze kutafuta na nini. Maana inakuwa ni kazi mbili, ende kule nje, arudi tena hapa, alafu ende sehemu, lakini hii inakupeleka direct moja kwa moja hapa ambao Tanzania. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kulinki hii. Kwa hiyo soko la utalii kwa sababu sasa hivi limekuwa sana. Na ukilinganisha na ile na means kwamba na ile fursa ya Royal Tour nayo imezidisha. Maana sasa ni vijana lazima tuchangamkie hii fursa ambayo imeletwa. Maana ni fursa kubwa sana. Kwa hiyo vijana kwenye utalii kuna fursa nyingi zaidi. Sawa. Kwenye sekta ya utalii sio tu kupeleka watalii
hifadhini, hapana, ila wewe unaweza kuwa umekaa umejiposition sehemu fulani ukaangalia kusema hili ni goli langu hili pap na ukafunga. Umeona bana na hata mtu akienda kuangalia VAR anasema hili ni goli lenyewe hili. Umeelewa? Musa, naam, tuanzie huu mfumo nani ameutengeneza kwanza, kwa sababu mambo ya hizi application hizi mara kadhaa tumeshuhudia watu kutoka nje wanaalikwa wanakuja Afrika au Tanzania ndio wanatengeneza wao, kwa sababu ni mfumo ambayo ni ya teknolojia zaidi. Ni nani ambaye ametengeneza mfumo? Mfumo umetengenezwa na vijana wa Tanzania kabisa, wa Kitanzania. Na uzuri ni kwamba Nilale Wapi app ni app ya kwanza kwa Tanzania na Afrika Mashariki. Ukiangalia app ambazo zinadili na masuala ya malazi, app nyingi ni za nje ya nchi. Tena Afrika sijaona. Nyingi ni nje ya nchi. Kwa hiyo tukaanza kufanya research. Watu wanafanyaje, ili soko likoje, tunaliingiaje? Baada ya research nafikiri tukasema tunaweza kufanya. Hem, tujaribu. Kwa hiyo tukatengeneza team, tukatafuta watu wa IT kwa pamoja, tukaamua kufanya. App yetu sisi ni app nyepesi kwenye matumizi kuliko app yoyote duniani. Kwanza, app yetu ukiingia tu kwenye ile menu, pap, umeingia labda Play Store, umedownload. Baada ya kuidownload haina registration wala ujisajili. Automatic unaanza kuitumia hapo mara baada ya kuidownload. Yaani haikuhitaji uwe nani sijui nini. Kidownload tu una get ready, ukiclick hapo unaanza kuitumia app, unaanza kuona menu yetu pale, hotels na nini, kwa hiyo unachagua. Na uzuri tumeweka hoteli ama sehemu za malazi za tofauti. Mule kuna lodge, kuna motels, kuna hotels kuanzia nyota 1 mpaka nyota 5. Zote ziko mule ndani. Lakini pia kuna apartments ambazo kuna wengine unakuta mfano kama Moshi, ukienda Disemba kuna baadhi ya nyumba unakuta mna kodi wiki, mnalipia labda milioni 1, mko na timu ya kazi. Kwa mnakaa pale, baada ya wiki mnaondoka. Kwa hizo apartments pia tunazo. Na tuko mikoa yote Tanzania. Mikoa yote Tanzania. Tupo na tuna hoteli, lodge pamoja na motel na hizo apartment. Yes, kwa hiyo ni mfumo ambao umetengenezwa na Watanzania kabisa, vijana wa Kitanzania, na ni mfumo ambao naamini kwa mtazamaji ambaye anatutazama sasa hivi hatojutia kutumia Nilale Wapi app. Mimi nataka nifahamu. Ni kweli mwenyewe shanikuta hiyo. Yes. Kwa naenda sehemu nilikuwa na tabia na mtafuta bodaboda. Huyo bodaboda mimi si mgeni. Aishajua kuku mgeni anakamba mguu. Nitamnyosha. Namwambia nataka hoteli yenye hadhi fulani. Gharama labda kuanzia shilingi fulani mpaka hapa. Ndio mfuko wangu unaishia hapa kwenye 100,000 hapa. Usizidishe hapa. Sasa kwa sababu mimi ni mgeni hata nizungusha yapate ile nauli tu. Au ananipeleka kwenye za kawaida kwanza ili nikatae. Naambia hapana. Nitakapo sababu sasa nimechoka. Ndio ananipeleka kwenye ile unachokihitaji. Ninachokihitaji kile pale. Umeelewa? Sasa nataka nifahamu. Huu mfumo mimi kwa sababu kuna swala zima la malipo. Umeelewa? Yes. Ninamlipa nani? Na usalama wa malipo yangu na usalama wa taarifa zangu huko vipi? Nasajili nini? Au mimi nikishaingia tu nimeandika jina basi imetosha, kwa sababu una taarifa binafsi za mtu pia hapa. Ndio. Huu mfumo kwa jinsi ulivyo, ndio. Ukiingia kwenye Nilale Wapi app kama app haihitaji usajili wowote. Yaani ufanye registration yoyote. Ndio. Ukiingia pale kwenye app unakutana na app, baada ya kuiona ile app menu yake inakuonyesha hoteli. Kwa hiyo utakachokifanya unachagua hoteli unataka kwenda kulala. Hoteli unataka kwenda mfano huko Mwanza. Una click labda una search pale Mwanza ndio location. Ukisha search location zinakuja hoteli zote za Mwanza. Niko Mwanza labda Bugando. Ukiclick Bugando utaziona hoteli za Bugando zinakuja. Baada ya kuja taarifa zitakazofuata kutoka kwenye mfumo wa app, sasa taarifa zinahama kwenye app zinaenda moja kwa moja kwenye mfumo wa hoteli. Kwa sasa hapo utakachokifanya wewe mteja, baada ya kumalizana au kuona ile hoteli kupitia app, taarifa zitakazofuata za hoteli ndio zote zinadili na masuala ya hoteli. Kwa hiyo kuanzia namba ya simu, utaona pia kuna Google Map pale location ya hoteli ambayo itakupeleka moja kwa moja hadi hotelini. Kwa hiyo ukiclick namba za simu utazungumza na watu wa hoteli moja kwa moja reception. Ukifanya book, hiyo book yako inaenda moja kwa moja ndio hotelini. Ndio. Yaani ukifanya booking tu
ile booking inaenda moja kwa moja kwa mimi nalipa hotelini moja kwa moja. Kwa mfumo app sasa sisi hapo tunajitoa. Yaani baada ya kukukutanisha wewe na hotel, kinachofuata ni wewe mteja na hotel. Kwa sababu hizo hoteli zina mifumo pia ya kufanya hizi booking. Kwa hiyo wewe utakapo book, taarifa zako zitaenda moja kwa moja hotelini. Na baada ya kubook kuna message unapokea kwenye simu yako. Mawazo kujiuliza sasa watajuaje watu hoteli kama mimi ndo nimebook? Yani watanijuaje sasa? Kwa mimi ndo Mwakapotela mwenyewe nimekuja pale. Nimebook sasa nakuja kulala kwenye hoteli yao. Uzuri kuna taarifa mbili, yani message mbili ambazo zitaingia kwenye simu yako baada ya kufanya booking. Message ya kwanza ni message ya malipo, message ya pili ni message ya uthibitisho kwamba namba hii imelipia kiasi fulani kwenye hoteli, chumba namba fulani, hoteli fulani. Details zote zinakuwepo. Kwenye chumba namba fulani na jambo la msingi. Yes. Mpaka chumba. Inakuja mpaka chumba na hiyo taarifa sasa baada ya kubook, hizi message zinakuja kwenye mfumo wetu wa app. Kwa sisi tutaona umefanya booking, wamiliki hoteli pia wanapata taarifa. Kwamba bwana hapa kuna mtu kafanya booking kutoka Channel 10, anakuja kulala next week hapa. Atakuwa na program zake hapa. Ukifika tu pale una hata aje kuonesha message. Ukitaja tu majina yako kamili. Moja kwa moja. Kwa upande wa mfumo tutakachokiona ni yale malipo na taarifa ya uthibitisho, lakini pia namba ya simu. Nje hapo hakuna taarifa yako yote tutakayoiona. Ndio. Nataka nifahamu. Mmeingia makubaliano gani na hao wenye hoteli, kwa sababu sije katokea siku moja mteja akafanya booking yake pale, alafu akafika pale chumba chake akipo. Ni kwa namna gani mmeingia makubaliano kwamba endapo mteja atafanya booking, wewe mwenye hoteli unawajibishwa vipi? Nataka nifahamu, kwa sababu sije katokea hiyo kitu ni sawa unarahisisha, lakini kuna watu na viatu pia. Kabisa. Katika miongoni mwa jambo ambalo tumelizingatia sana usalama kwanza wa mtumiaji wa app na huduma zote ambazo zilizoko, kwa sababu ni mambo ya mitandao. Inaweza ikatokea muda wote. Kwa hiyo tumezungumza na mahoteli, kila hoteli ambayo tunakwenda kuzungumza naye tunajaribu kumuelewesha kile ambacho unachokionyesha ndicho ambacho kitakachokuwa kipo, mteja aje akione reality. Sio unasema una room 3 kumbe una room 1. Kwa hiyo yale ambayo yote atakayokuwa yanajitokeza kwa upande wako inabidi uyabebe na kuweza kuyafanyia kazi haraka. Kwa upande wetu sisi, malalamiko ambayo atakayokuja lazima tuwasilishe kwako, na huduma zile ambazo zitakazokuwa labda mtu kaziona katika app lakini amekuja huku, lazima utawajibika kwa nafasi moja ama nyingine, kwa sababu wewe sisi tumekuja tumeona na tushamleta mteja tayari ameona na ameridhia. Sasa kwa nini inapokuja changamoto kwamba hajaridhia na huduma yako, usibebe ile lawama? Lazima. Kwa hiyo nini cha kufanya ni kuhakikisha kwamba service yako inakuwa ya kiwango kile ambacho umekisema na kilivyo yani. Na sisi tuna mfumo wetu, manake tunalinda zile taarifa zetu, ndio maana tukaweka huo mfumo wa kwamba kila mmoja apate message, ili asije mtu yote akaenda pale akasema mimi ndo fulani fulani. Hapana. Kuna vidhibiti vingine ambavyo lazima uvionyeshe, namba yako ya simu na wewe mwenyewe mhusika. Utaulizwa umebooking chumba namba ngapi na nini, vitu kama hivyo, yani kupata zile information kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo lazima unapokuwa unaweka hoteli yako uwe umevoainisha kabisa, kuna hichi. Na sisi ndio maana kwa hatua za awali tunakwenda sisi wenyewe kwanza kujiridhisha. Kivipi? Tunakwenda katika ile hoteli husika, tunafanya photoshoots kuhakikisha kwamba ndicho hichi ambacho kipo tunakiweka katika zile page zetu. Na kingine kwamba hatujaruhusu sasa hivi kila hoteli kumpa domain ya kuweza kuset kila kitu, kwa sababu itafika huko na tutampa sasa mwenye hoteli ile domain ya kuweza kuingia yeye sasa kupanga picha, kupanga kila kitu. Lakini kwa hatua za awali lazima kwanza sisi tuje tuchukue shooting katika ile hoteli yako, tupige picha kila sehemu, tukuhoji kila kitu, kwa sababu kuna fomu unajaza. Ile fomu ambayo itakuwa na maelezo yote, una room ngapi, kila room kiasi gani na nini, na kuna kipengele kabisa ambacho unakubali kwamba chochote kitakachotokea ambacho kinahusiana na wateja, labda kuona katika hoteli yangu service na vitu vingine, itawajibika labda kwa kufidia baadhi ya vitu na nini. Kwa hiyo hizo ukikubali, manaki changamoto yote ambayo itakuwa inatokea katika hoteli yako inabidi tuweze kukaa sasa kulitatua hili. Sawa. Kwa maana nataka nifahamu kitu kimoja. Ni hoteli zote zipo katika mfumo au hoteli zinaomba kujisajili kwenu? Mfumo wa kuingiza hoteli kwenye application yetu ni wewe na hoteli yako kama una uhitaji. Kwa sababu app ni mfumo huu, app ndo unaanza kwa Tanzania. Ndio. Yani kwa kuwa na app ya ndani ya Tanzania ndo unaanza. Kwa hiyo tunachokifanya sasa hizi tuna
almost 200 plus Ndiyo. ambazo ziko kwenye mfumo wetu. Hizi 200 plus tulikuwa tunaenda sisi, ndo tunatoka na watu wetu wa marketing, tunaenda kuzungumza na wamiliki wa hotel, tunawauzia product yetu. Baada ya kuielewa sasa, ndo tunaruhusu hizo hoteli zao kuingia kwa mfumo wa hoteli. Kuingia kwenye application ni sisi ndo huwa tunaingiza hoteli kwenye application yetu. That's why wakati tunafanya hivi, kuna hoteli nyingine unakuta hazina picha nzuri, muonekano, yani hoteli nzuri lakini unakuta unapiga picha kupitia simu. Kwa sisi tuna team ya production ambayo tukizungumza sasa na mmiliki wa hotel, tukakubaliana na ukaelewa mfumo wetu unavyofanya kazi, uko willing kuweka hoteli yako kwenye app yetu, tunakuja na timu yetu ya production, wana shoot, wanapiga na picha za kisasa kali kabisa, quality, ndo tuna upload sasa kwa picha zetu sisi na timu yetu ya production. Sasa kwa sababu utatupigia sisi simu, sisi tutakwenda, tutaikagua na tutaiona. Tukishaiona tumejiridhisha kabisa iko sawa na iko vizuri, hakuna shida yote. Kwa hiyo tunachotaka kuweza kujua location, unaweka kwenye Google Map mle kila kitu, taarifa zako zote. Na ndio maana tukasema lazima uweke punguzo. Kwa sababu punguzo ndio itakayosaidia sasa watu kuona kuna umuhimu wa kutumia hii app kuliko kwenda physical. Kwa sababu itamrahisishia mambo mengi. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tumevi-include ndani yake ili Mtanzania asipate tabu katika kuitumia. Tanzania hata mgeni wa nje naye imrahisishe sasa kutumia ile app kwa urafiki. Ndio maana app yetu tumeweka rafiki zaidi. Mtu anaipataje hiyo application, lakini pia kwa mawasiliano zaidi anaweza kupataje? Kwa application inapatikana kwa mtu ambaye anatumia hizi simu za Android. Anaweza kaingia kwenye Play Store, akaandika tu Nilale Wapi, anaiona app pale, anainstall. Baada ya hapo anaendelea kuitumia. Lakini pia inapatikana kwenye App Store kwa wale wanaotumia iPhone. Kiingia kwenye App Store ukiandika Nilale Wapi inapatikana. Pia inapatikana kwa website www.nilalewapi.com. Kiingia huko pia unaipata. Namba za simu unaweza kanisaidia. Na ukitaka kwa mawasiliano zaidi unaweza kutupigia tu kwa 0767 16 11 86. Ni 0767 16 11 86. Hizi unatupigia, tunafika na tunazungumza, basi kila kitu kinakuwa rahisi zaidi. Asante sana. Pia tuna social media kabla tunatumia Nilale Wapi sehemu yoyote, iwe Facebook, X, Instagram, TikTok na YouTube pia. Wote tunatumia Nilale Wapi app. Kwa sababu tumezoea tunapoenda kwenye mataifa wenzetu huko, ukifika pale airport tunapokelewa na app, yani matangazo ya app nyingi sana. Taxi mtandaoni na vitu vingine kama hivyo hapo. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo mimi napoongea sana vijana na ubunifu, lakini pia kusaidia ukuaji wa uchumi katika taifa letu